Majina naitwa Christopher Matias Matebe. Mimi ni kaka wa MC Pilipili. Yeye ni mtoto wa pili, mimi mtoto wa kwanza. Na kweli tumesikia habari za kifo chake, kufariki, lakini pia kuna matangazo mengi yamejitokeza, wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Kwa hiyo mimi kama kwa niaba ya familia, kaka yake mkubwa, natoa tamko kwamba MC Pilipili kilichosababisha kufariki ni majeraha ya kupigwa. Amekutwa akiwa na majeraha ya kupigwa, na hicho ndicho ambacho kimeweza kusababisha kifo chake. Lakini pia tunashukuru sana kwa hospitali ya General vile ambavyo walijitoa kutusaidia. Tunashukuru sana kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tukiongozwa na Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ametusaidia sana katika kuhakikisha jambo hili na kwenda vyema. Tunashukuru sana kwa mambo hayo, na kama mlivyosikia kwamba kesho tutaleta mwili wa marehemu hapa nyumbani kwao kina MC Pilipili saa 7 kamili. Tutakuwa na ibada hapa na tutakuwa na nafasi ya kumwaga hapa, na ikimpendeza Mungu tunapanga atalala hapa nyumbani, ili siku ya Alhamis tutakuwa na ibada kubwa na watu wengi ambao watafika sehemu ambayo inaitwa Chinangali Park. Kwa hiyo ninawasihi wa Tanzania, MC Pilipili alikuwa anawapenda sana, alikuwa anawachekesha, alikuwa anapenda watu. MC Pilipili sisi kama familia alikuwa anatupenda pia. Kwa hiyo hebu njoeni tuweze kumwaga vizuri, njoeni tuweze kumshangilia vizuri anapomaliza safari yake ya hapa duniani. Kwa hiyo ninawashukuru sana na Mungu awabariki sana. Baada ya kukuta sasa mwili wake na majeraha, kama familia ni hatua zipi ambazo mmechukua kwa kushirikiana sasa na vyombo vya ulinzi na usalama? Kwa kifupi ningesema kwamba tumeiachia mamlaka ya serikali ambao wenyewe wanaendelea na taratibu zao za kisheria. Kwa hiyo tumewaachia serikali. Yeah. Kwa taarifa ambazo labda kama familia mnazo, tangia safari yake anakuja Dodoma na mpaka anafika na huko alipokuwepo, kuna tofauti yoyote ilitokea kati yake na watu waliokuwa nao, ama hamna taarifa yote ambayo mlipata? Kwa kweli hatakuwa na taarifa yote kwamba labda MC Pilipili alikuwa labda na ugomvi na mtu. MC Pilipili alikuwa si mtu mkorofi, hata sisi tuko naye nyumbani. Mimi ni mdogo wangu, sio mtu mkorofi, hawezi kupigana na watu. Ni mtu hatakuwahi kusikia kama una shida kubwa na mtu. Kwa hiyo tulijua anakuja Dodoma kwa ajili ya kazi ya harusi kama kazi yake, lakini kilichoendelea hatukujua. Wakati anakuja alikuja na wenzake ama alikuja peke yake? Hapo hatuelewi kama alikuja na wenzake, lakini tunavyojua alikuja Dodoma tu. Hatukujua alikuja na nani. Nyinyi kama familia, taarifa mwanzo kabisa ya tatizo lilomkuta mlipata kwa nani, na nani hasa ambaye alipeleka hospitali na kwenda kuandikisha pale kabla hizo taarifa kwanza kusambaa? Mimi naomba niishie kwanza hapo tu. Naomba niishie hapo tu. Ya hizi mambo mengine yani serikali inashirikia mambo haya. Samahani, labda mimi nitamani kidogo iweke clear. Tumeona mitandaoni kumekuwa kuna maneno mengi hasa kuhusiana na mke wa marehemu kwamba amefika lakini mmemuondoa. Tunatamani zaidi kuweza kuiweka sawa hii hoja. Okay. Asante sana. Mke wa marehemu tuko naye hapa nyumbani. Hata tulipotoka hospitalini tumeweza kukaa naye kumpa taarifa zote za tukio lilivyokuwa, na hata ninapoongea sasa hivi yuko hapa ndani, na sisi kama familia tuko pamoja na yeye kumsaidia katika mambo mbalimbali, hata mambo ya mirathi na vitu mbalimbali. Tuko tayari kumsaidia ili yeye apate nafasi kuendelea vizuri. Kwa hiyo tuko sawa kabisa na yeye, hatuna shida yote na mke wa Pilipili. Kama haitakuwa usumbufu tunaweza tukampata.